Josephat Haule, na nimekuwa nimesali pale kanisa la Ufufuo na Uzima takriban miaka 23, na siku ile ambayo kanisa letu jeshi la polisi limekuja kwa ajili ya kufunga, sisi tulikuwa tunaendelea na ibada mle ndani, kwa sababu baba yetu Bishop Askofu Josephat Gwajima aliweza kutangaza ya kwamba tuweze kuliombea taifa, na tukawa katika mfungo wa siku 7. Japo tulikuwa tunatakiwa kwamba tunafunga siku zima masaa 12, alafu then baada ya hapo tukipiga maombi usiku ule kuanzia saa 10 hadi saa 12 tunarudi nyumbani. Lakini siku ile baba yetu Bishop Askofu Josephat Gwajima akasema ambao wana uwezo wa kubaki waweze kubaki ili waweze kuendelea kuomba, tuweze kuombea taifa. Sasa baadaye tunaomba baba akiwa katika mimbari akawa ameweza kupata ufunuo, akasema ya kwamba naomba tujizatiti zaidi tuweze kufanya maombi ya kujificha. Maombi ya kujificha ni maombi ambayo sijui nizungumzaje, lakini ni maombi ambayo unajificha maadui wasikuone, wachawi, waganga, vibwengu, majini, mapepo. Ina maana unakuwa unajificha maadui, wale watu ambao wote wanakuwazia mabaya wasiweze kukuona. Kwa hiyo na sisi tukamuitikia, kwa sababu ni ufunuo wa baba yetu wa kiroho, tukawa tumeitikia pale, tukawa bado tunaendelea kupiga maombi ya kujificha. Ile tumemaliza maombi ya kujificha, baba akasema bado tumeomba kidogo, turudie tena tuweze kuendelea kuomba, na sukumwa tuweze kuomba maombi ya kujificha. Basi pale tukawa tumeendelea, tulipiga maombi pale mpaka saa 4 na dakika 30 hivi, saa 4 na nusu na maanisha. Baba akasema sasa ni muda tupumzike. Unaweza ukakaa mahali popote tu pale upumzishe akili, alafu ufunuo wote nitakao upata basi ninaweza nikawaambia nini ambacho Mungu ananiambia. Wao wameenda ofisini na watumishi wengine, wachungaji wengine, ni kama walikuwa wana jambo fulani ambalo wanatakiwa kuongea. Kumbuka hapo baba alituambia kwamba amepokea barua 2 ambazo zimetoka katika vyombo vya kisheria ya kwamba tunatakiwa tulifunge kanisa kutokana na yale mambo ambayo tumezungumza kupitia Mambale. Walisema kwamba tumechanganya mambo ya dini pamoja na siasa. Sasa hicho kitu tukawa tumeenda nje ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo zile barua sasa baba hakuweza kuzipokea, walipokea wasaidizi, na kumbuka kabisa kwamba pale kanisani kuna secretary. Kwa hiyo pale wakao wameenda kufanya kikao, ndo anazifungua zile barua. Mara tukasikia defenders zinaingia. Ikabidi baba aweze kujirekodi, ndio ile video ambayo tumeona ina trend katika mitandao ya kijamii ya kwamba usiku saa 5 na dakika 15 na robo, saa 5 na dakika 15 tumeweza kuvamiwa na watu ambao inasadikika kwamba ni mapolisi. Kwa hiyo tukio ambalo maafande wanakuja na Askofu Josephat Gwajima kwenda kujirekodi pamoja na wale maaskofu wengine, kwa sababu tumeona kuna baadhi ya maaskofu ambao walikuwa wapo pamoja na ile tukio likawa limekuja. Sasa baada ya maafande kuja, hatukuweza kuelewa kwamba Askofu Josephat Gwajima aliweza kutoka ndani. Sasa tulikuwa tunataka tupate scenario kiundani, kwa sababu na yeye imesema kwamba alikuwa amewachukua baadhi ya waumini akaenda nao ndani. Sasa tunataka tujue kiundani zaidi. Baada ya kwenda na wale watumishi wengine kule ndani wakawa wanafanya kikao, ghafla akasikia kelele kwamba watu wanalalamika huku kwamba kuna mapolisi wameingia. Kumbuka tumefanya maombi ya kujificha. Kwa hiyo pale ikawa tafalani, wakawa wameweza kukata umeme. Walipokata umeme, uwezi ukaamini, mtumishi baba yetu Bishop Askofu Josephat Gwajima alipita katikati ya maaskari na hawakuweza kumwona. Kwa hiyo nataka useme kwamba ilikuwa ni miujiza ya Mwenyezi Mungu, kama vile ambavyo Musa alichana bahari ya Sham. Kwa hiyo na pale tuseme Askofu Josephat Gwajima alichana msururu wa maaskari, si ndio? Yaani alipita katikati yao, na kumbuka hata maandiko yanasema Yesu akapita katikati yao akaenda zake. Kwa hiyo ndivyo alivyopita pale. Sasa tulishangaa hata sisi wenyewe ni kama muujiza, kwa sababu alipita katikati yao afu hawakuweza kumuona. Lakini alikuwa tu amepita pale akawa anaendelea na mambo yake, akaenda akapanda gari akaondoka. Lakini sasa hivi hatujajua aliko, kwa sababu za kiusalama wake na mambo hayo ni nyeti, anajua binafsi yeye kwa nini amejificha. Lakini ni kwamba alipita katikati yao na wale watu ambao walikuwa pamoja nao wote walipita. Sasa kumbuka siku ile sisi tunafanya maombi ya kujificha. Kwa hiyo ina maana maombi yalitusaidia sana.
Maombi ndio maana tunasema kwamba maombi ndio kitu kikubwa. Tunapohamasisha watu waweze kuomba, wamuombe Mungu wa mbinguni, sio kuomba vibwengu au mizimu au wachawi au waganga. Tunatakiwa muombe Mungu, kwa sababu siku ile sisi tulifanya maombi ya kujificha. Ndio maana nasema maombi ni silaha kubwa ya imani. Naam, na unapoomba inatakiwa uombe kwa imani. Na ndio maana Biblia anasema kwamba mtu ambaye ana sita, moyo wa Mungu hauna furaha naye, kwa sababu ukiwa na imani, imani ni hakika ya mambo yatarajiwa na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo tulifanya maombi ya kujificha ambao walikusudiwa siku ile, tulipita katikati yao pale, kiasi kwamba kila mmoja anashangaa, na limekuwa gumzo kwamba Askofu Josephat Gwajima aliondokaje pale katikati ya lile giza. Kwa hiyo ni jambo ambalo kiukweli limeshangaza watu wengi sana, limeibua vitu vingi sana, limeleta maswali, kumekuwa na question mark, lakini sisi yote kwa yote tunasema tunamtukuza Mungu, kwa sababu maombi ya kujificha yametusaidia mpaka baba yetu Bishop Askofu Josephat Gwajima akaweza kupita katikati ya askari bila kuonekana. Ni maombi ya kujificha. Na sisi tulikuwa tujui kama maskari watakuja, lakini tulikuwa tunaomba maombi ya kujificha, tujifiche kwa ajili ya wale maadui zetu ambao wamepanga jambo baya juu ya maisha yetu. Sasa bwana mfuatiliaji wa channel hii, kama hujaweza kuelewa scenario ambayo inaendelea hapa, tuko na muumini wa Josephat Gwajima ambaye kwenye kanisa la Ufunuo, ambao yeye aliweza kushuhudia ile tukio kabisa, kwamba namna gani ambao Mwenyezi Mungu alitoa miujiza kwa askofu mpaka akaweza kupita kwa wale maaskari na wasiweze kujua chochote, na ni jambo ambalo limetokea, ni zito sana, na sisi tulikuwa tunataka kujua kama waandishi wa habari kiundani zaidi. Sawa, kwa hiyo ndo hivyo ndugu yangu, mambo yamekuwa tafalani huko. Mtandao wa kijamii unauliza kwamba Askofu Josephat Gwajima alitokaje tokaje. Tulifanya maombi ya kujificha. Maombi ya kujificha yanasaidia. Tukaomba pale kwamba Mungu atufiche, maadui ambao wanatutafuta wasitone. Cha ajabu sisi tunakaa hivi, tunaona baba anatoka ofisini, anapishana na maaskari. Haonekani. Kwa hiyo hili tukio linakuja kutukumbusha karne za nyuma. Hivi ni watumishi gani ambao walikuwa wamefungwa gerezani afu Mwenyezi Mungu akashusha malaika na waweze kumtoa? Hivi ni watumishi gani wale? Yule alikuwa ni Paulo na Sila. Bwana, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Kwa hiyo sisi tunamtukuza Mungu kwa haya ambayo yametokea. Zaidi tu tunataka tufate sheria ili tuweze tu kuendelea na ibada, kwa sababu moja kwa moja tunaongea, lakini kumbuka kwamba sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni lazima ziweze kuendelea na ziweze kutekelezwa ili mambo yafanyaje, mambo yaweze kwenda. Unajua kila nchi inatakiwa ilindwe na sheria na Jamhuri za Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kama serikali imeona kwamba tunatakiwa kufunguliwa, kama walienda vice versa, basi tunaamini kwamba sheria kwa sababu zipo, kanisa letu litafunguliwa. Alafu nataka nikuombe lazi kidogo. Kumbuka Askofu Josephat Gwajima ni mbunge pia. Alafu kama ni mbunge inatakiwa afanye vitu ambavyo na serikali inaendana nayo. Kumbuka ameweza kufungiwa kanisa lake. Je, hakuna etieti ambazo anaweza akavuliwa nyadhifa zake? Kusudi la Mungu lazima lisimame. Kusudi la Mungu lazima